Mwanga ule mwekundu ulipozunguka chumba, nilihisi nguvu zenye joto na baridi kwa wakati mmoja zikizunguka mwili wangu. Kila kitu kilianza kuonekana kwa mwendo wa taratibu, kama vile dunia ilikuwa inapungua kasi. Mama yake Lilian alisimama mbele yangu, macho yake mekundu yakimeta kwa mamlaka isiyoelezeka. Kukubali zawadi yetu, alisema tena kwa sauti nzito, kuna maanisha kwamba hutakuwa binadamu wa kawaida tena. Utakuwa sehemu yetu. Nilimtazama Lilian. Uso wake ulijawa na huzuni, lakini pia kulikuwa na mwanga wa matumaini ndani yake. Lilian, nilisema kwa sauti dhaifu, hili ni jambo kubwa sana. Wewe unataka kweli nifanye hivi? Alinisogelea na kushika mikono yangu. Juma, siwezi kukulazimisha. Nataka uamue kwa hiari yako. Lakini ukisema ndio, hakuna kurudi nyuma. Nilimeza mate. Nilikuwa kijana maskini kutoka mitaa ya Mbeya, niliyeishi maisha ya kuhangaika. Sasa ghafla nilikuwa mbele ya uamuzi wa kubadilisha kila kitu nilichokijua kuhusu ulimwengu. Nilihisi moyo wangu ukidunda kwa nguvu. Kama ningekubali, nilikuwa nakubali kuingia katika dunia isiyo ya kawaida, dunia ya viumbe wa giza, dunia ya Lilian. Lakini kama ningekataa, ningempoteza milele. Mama yake Lilian alinyanyua mkono wake na ghafla ukuta wa giza ulifunguka. Mbele yangu niliona maisha yangu kama sinema. Niliona utoto wangu, miaka yangu ya mateso, jinsi nilivyokutana na Lilian. Halafu nikaona jambo lingine. Nilijiona nikiwa mtu tofauti, macho yangu yaking'aa, nguvu mpya ndani yangu, maisha yasiyo na njaa, umasikini wala mateso. Nilijiona nikiwa na Lilian, tukiwa na furaha, tukikimbia katika maeneo ya ajabu ambayo binadamu wa kawaida hawawezi kufika. Nilihisi mapigo ya moyo wangu yakizidi kasi. Niliweza kuchagua maisha yangu ya kawaida, yenye mateso na mahangaiko, au nilihatarishe kila kitu kwa ajili ya mapenzi ya Lilian. Nilimtazama Lilian kwa mara nyingine. Macho yake yalikuwa yananiomba niseme ndio. Nilipumua kwa kina, nikajikaza na kusema, niko tayari. Mara moja, mwanga mwekundu ulilipuka kutoka sakafuni, ukizunguka mwili wangu kwa nguvu kali. Nilihisi kana kwamba nilikuwa nazama kwenye maji yenye moto na baridi kwa wakati mmoja. Mwili wangu ulianza kuhisi mwepesi, halafu mzito. Nilipiga kelele kwa maumivu na msisimko wa ajabu. Nilihisi ngozi yangu ikichomwa, damu yangu ikichemka, lakini kwa namna fulani, hisia ile haikuwa ya mateso, ilikuwa ya kuzaliwa upya. Nilifumba macho yangu kwa nguvu. Wakati nilipoyafungua tena, nilihisi tofauti. Nilihisi nguvu ndani yangu ambazo sikuwa nazo hapo awali. Nilihisi macho yangu yakiangaza gizani, nikihisi hewa kwa njia mpya kabisa. Nilitazama mikono yangu, mistari miekundu iliangaza kwa mbali juu ya ngozi yangu. Sikuwa tena Juma yule wa zamani. Lilian alinisogelea taratibu, macho yake yaking'aa kwa furaha. Sasa tuko pamoja milele. Nikamtazama kwa sekunde chache, halafu nikasikia sauti mpya ndani ya kichwa changu, sauti ya giza, sauti ya nguvu, sauti ya hatima yangu mpya. Sikujua nini kingetokea baadaye, lakini nilijua jambo moja tu, sikuwa tena binadamu wa kawaida, na mapenzi yetu hayakuwa tena ya dunia hii.